kuhusu njia za Bwana. Ni mtu ametengeneza njia zake na Mungu, mtu ambaye ameamua kwa moyo wake, mtu ambaye amefanya kiapo kuwa imara. Jina la Bwana litukuzwe. Maana sisi sote tumekamilishwa hapa na kiapo, na kama sio kiapo hatungeketi hapa. Pasta niliapa nini? Sote tuliapa kwamba tutaweza kumtumikia Mungu mpaka siku zetu za mwisho. Jina la Bwana litukuzwe. Na sote tuliapa, sitaki shetani na mtaka Yesu. Amen. Na wacha dhambi zangu nimfuate Kristo. Sasa Mungu anatafuta mtu huyu ambaye ameamua kuacha dhambi na kumfuata Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu anatafuta huyu mwanadamu ambaye atasimama kwa ajili ya jina lake. Mtu huyu ni nani? First Kings, Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza chapter 19. Wafalme wa kwanza chapter 19. Tasoma pale. Tasoma urefu lakini tutakuelezea kwa ufupi. Verse 15. Utashuka mpaka pale ile ambayo nasoma, na kama kuna msomi msomi. Bwana Yesu asifiwe. First King ama Wafalme wa kwanza chapter 19 verse 15 mpaka 21. Nasema hivi: Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika, mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Ahemehol mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamuua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamuua. Mstari wa 18. Pamoja na hayo, nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilo mwinamia Baali, na kila kinywa kisicho mbusu. Basi akaondoka huko, akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na ile ya 12. Eliya akapita karibu naye, akamtupia vazi lake juu yake, naye akawaacha ng'ombe, akambusu na kuomba ni mbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitarudi, nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini nilichokutendea? Akarudi, akiacha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka, akamfuata Eliya, akamhudumia. Jina la Bwana litukuzwe. Ninaongelea mtu anayetafutwa na Mungu. Maandiko inasema ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa wameasi, wakapigwa, wakauliwa manabii wale wengine, Elijah akamwendea Mungu, akamwomba, akamwambia, Bwana, ni mimi peke yangu nimebaki. Naye Mungu akamwambia, enda katika njia ya jangwa
hawa upitie Dameski, utakuta hawa watu. Ninawaona watu watatu wakihesabiwa. Akaambiwa watie mafuta. Hapo pakona mfalme wa Israeli, pana mfalme wa Shamu, na yule mwingine atakuwa nabii nafasi ya Elisha. Glory to God. Ninaambiwa ya kwamba kunaye mtu anayetafuta kusimama katika nafasi hii, na mtu huyo akatafutwa akapatikana Elisha, ili asimame kwenye nafasi ya Elisha. Maandiko inasema Elisha akaondoka akamkuta Elisha shambani akiendelea kulima na ng'ombe wake. Maandiko inasema ya kwamba Elisha alipofika kwa Elisha alipita karibu akamtupia vazi lake. What is the meaning of this verse? Hii vazi hii maana yake ni nini? Maana yake ni hii: lile neno alilokuwa nalo akaliachilia kwa Elisha. Yale mafuta aliyokuwa nayo akaachilia kwa Elisha. Elisha akasikia maisha yamebadilika. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Na kule kutupiwa lile vazi ni ile roho ilikuwa ndani ya Elisha, ikaingia ndani ya Elisha. Elisha akabadilika kwa ghafla, akamuomba ruhusa aende akamalize kwanza, alafu amfuate. Jina la Bwana litukuzwe. Alipofikiwa na lile vazi, alienda akambusu Elisha, akamwambia na kuomba uniruhusu ili niende nikawabusu. Maana yake nikawaage baba yangu na mama yangu na watu wote. Jina la Bwana litukuzwe. Akachukua wale ng'ombe wake akaenda nao mpaka nyumbani, ili aende. Yule hakuchinja ng'ombe wote, aliacha wale ng'ombe wengine, na akachukua wale yule alikuwa analima naye akaenda naye. Maandiko inasema kwamba akachinja wale ng'ombe, akatokosha zile nyama kwa ile miti ya masoke. Amen. Akawalisha watu wote na akawaaga. Maandiko inasema kwamba alipomaliza kuagana nao na kula pamoja nao, akainuka akaondoka akamfuata Elisha. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema nini? Kuna kuacha. Wakati mtu ameitwa na Kristo, kwanza lazima ufanye mahesabu ya kuacha. Amen. Lakini utakuta most of us tumetoka na mizigo yetu, bado tunamtumikia Bwana tukiwa tunaibeba. Lakini Elisha alijua ya kwamba sitaweza kumtumikia huyu Bwana wangu nikiwa na sauti zingine zinanilimia. Glory to God. Akasema niruhusu niende. Maana alikuwa anataka kwenda kumaliza kila kitu chake chote. Akitoka atoke yeye tu bila chochote. Glory to God. Aanze maisha mapya na Mungu. Hivyo ni gari lake. Alijua aweza kumtumikia Mungu akiwa na vitu vingine mgongoni mwake. Lakini leo kanisa la leo tunamtumikia Bwana tukiwa tumebeba vitu vyetu. Amen. Hallelujah. Mimi Priska nimeokoka, nampenda Mungu, ninamtumikia, lakini bado nina vitu vyangu nimebebana navyo. Elisha akasema sitaweza kumtumikia Mungu nikiwa na hizi vitu. Niruhusu Bwana wangu niende. Lakini sisi tulipoitwa tuliinuka na haleluya. Tuliinuka na vile tulivyokuwa navyo tukamfuata Mungu wetu na vitu vyetu. Uliza jirani, wewe uliinuka na nini? Wewe uliinuka na nini? Ulipoitwa na Yesu uliinuka na nini? Lazima kuna kitu uliinuka nacho. Lakini Elisha alisema sitaenda naye. Glory to God. Akamgusa akamwambia niache niende, halafu nikufuate. Ni lazima tufanye mipango ya kumfuata Yesu. Sio kuokoka na huku bado tuna sauti zinasikika. Sauli akaambiwa nenda ukamalize kila kitu katika hiyo nchi. Sauli akaenda akachagua vitu vinono akavitega, na akaanza kuua vile vilikuwa ni vidhaifu, akaanza kuchinja vile hakuvihitaji. Kuna watu tumeinuka na vile tunavyovitaja hatuwezi kuachilia. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini Biblia inataka, Mungu anataka wakati tumefanya uamuzi tuachilie kila kitu na tufuate nani? Tumfuate Mungu. Kanisa la leo hatuachilii. Kanisa la zamani nilikuwa nikiamua nimeamua, na nikisema hatuendi. Lakini leo tuko na unafiki mwingi. Ninaenda na bado nimebeba vitu vyangu. Simama.
kile ninachosema. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na hapo ndipo patakapokuwa na ushangao. Wakati wewe umekaa kanisani kwa miaka yote hiyo, na kwa muda wote huo ukapoteza raha zako zote, hukuenjoy vizuri, ulienjoy kwa kujificha ficha. Yaani umeenda kwa starehe, lakini hauna uhuru wa kufanya ile starehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado unajificha ficha. Kwa sababu gani? Unajua unachokifanya sio. Sasa badala wewe ujitangaze kabisa kwamba mimi ni wanamna hii na sijaamua, wacheni kwanza nipige raha, nikiamua nitakuja. Najificha kwanza, najifunika, halafu ninakuja. Wakati wa ibada tuko pamoja, wakati ule mwingine niko sehemu za kwangu. Glory be to God. Elisha akamwomba, niruhusu kabla hajatiwa mafuta, niruhusu niende nikawaage watu wangu. Akaenda, akamaliza kila kitu, akatoka yeye tu, akaenda na kumtumikia Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi na wewe leo tumeitwa, lakini kwa ajili ya hatujajilia. Mungu anatafuta watu ambao wameachilia. Bwana ni nani atakayesimama katika hema lako? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na mwenye kutenda haki. Glory be to God. Amen. Si mtu ambaye ataenda fanya mambo yake akimaliza anakuja tena. Mtu anaenda anafanya hata anakuja anaingia tena. Tena mimi najua kuimba, Bwana nisiimbe basi. Jina la Bwana litukuzwe. Nakuja maana mimi ni mstadi. I know how to sing. Na siogopi. Nimetoka wapi? Nimekuwa wapi? Bora tu nimefika kanisani. Uimbaji ndio huduma yangu. Nakuja na uimbaji wangu na mizigo yangu na kule nilikotoka. Nakuja mimi huyo madhabahuni, ni mstadi wa uimbaji. Ambia mtu sikia. Na ninakuja na ujasiri wote, nafanya kila kitu chote, wakati ninajua mahali nilipokuwa. Lakini Mungu anatafuta ni nani atakayesimama. Mtu aliyemalizana na mambo yake, huyo ndiye mtu anatafuta. Maana yake mtu aliyekubali kuacha dhambi. Ni wewe, umenisikia? Mtu aliyekubali kuacha dhambi yake ya ujanani. Wakati naposema dhambi ya ujanani ni gani? Dhambi ya ujanani ni pale kabla hujaokoka. Kuna mambo fulani ulikuwa unayafanya, huo ndio ujana naongelea. Glory to God. Ujana wako ni wakati ule ulikuwa hujaokoka. Huo ndio ujana wako. Ndio unaambiwa kwamba utakapoacha dhambi ya ujanani, basi umfuate Kristo Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini huwezi kwenda kumfuata Yesu wakati wewe bado umebebana nazo. Yesu anasema njooni kwangu. Tumekuja lakini hatujaacha mzigo. Haleluya. Elisha akajua sitameki. Akajiona mtaifa akiwa na hawa ng'ombe. Na leo nataka tuongelee hawa ng'ombe walikuwa ng'ombe wa aina gani? Usiniambie. Nataka ukanipige mwenyewe ujue. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati naongelewa kuhusu ng'ombe ana kulima, si kwani kulima ni dhambi? Na wauliza, kulima ni dhambi? Kulima na ng'ombe ni dhambi? Haleluya. Sasa nenda ukatafuta ni kulima kupi huko, lakini nikusaidie. Zile shughuli zake alikuwa anafanya kabla hajamjua Mungu, hizo ndizo aliacha, akaenda kumtumikia Bwana. Na sisi tunatakiwa tuache shughuli zetu. Wachungaji walipopata habari kwamba kumezaliwa mfalme ni kwa ajili yenu atakayeokoa watu, waliacha kila kitu, wakaenda wakashuhudia yale Mungu anashuhudia. Ama walienda wana ng'ombe wao. Tukisoma maandiko hiyo Mathayo, walienda na ng'ombe wao? Hapana, waliacha mifugo makondeni, wakaenda wao. Glory to God. Maana yake waliacha shughuli zao za usiku. Kwa nini walikuwa wanachunga usiku? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuende machungani usiku. Ni nini kinaendelea huko machungani? Na wachunga ni wengi. Umeenda? Haya mti. Sasa kile ambacho walikuwa wanafanya kule ndio walikiacha. Wakasema twende tukayashuhudie yale ambayo Bwana ametuambia. Lakini sisi tunaposikia habari hizi tunaenda mimi tu na mambo yangu. Naja kanisani na mambo yangu.
naingia kwa huduma na mambo yangu, na naenda mbele za Bwana nikiomba, lakini siachi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Elisha mfano mzuri, Biblia inasema kwamba akaviacha, akaenda akaacha mifugo yake na akamfuata Yesu. Leo tunaambiwa nini? Kuacha. Bwana anatafuta mtu ambaye amewacha. Akasema na nitajisazia watu katika Israeli 7,000. Watu ambao wapigi magoti kwa Baali. Wabituko. Maana yake watu wasioabudu miungu. Watu wasiofanya mambo ya mizimu, mambo ya shetani. Watu wasiomwabudu shetani. Sasa mimi siabudu shetani, naabudu Yesu. Unaweza kumwabudu shetani ukiwa kanisani. Haleluya. Unaweza kumwabudu shetani ukiwa wapi? Kanisani. Maana wakati unafanya chuki ni ya nani? Hasira ni ya nani? Kiburi ni ya nani? Sasa nikikwambia unaabudu Mungu, unaabudu shetani ukiwa kanisani, nitakuwa nimekuekelea. Hapana. Glory to God. Kwa hiyo akasema wakaacha vitu vyao wakamfuata Yesu peke yake. Yesu anataka watu ambao wamekubali kuacha. Anasema nitajisazia watu wasiopigia magoti Baali. Watu wasiomwabudu shetani. Watu wasiombusu shetani. Yaani wasiomtukuza shetani maana yake. Glory to God. Amen. Lakini leo watakunyambia kuna watu ambao hawamsifu shetani. Wako wanamsifu. Kwa saa zile umeenda umefanya vitu vyako, alafu unasema jamani, nashukuru Mungu Bwana amenitendea. Na unachukua tu vizuri mahali ulipokuwa. Ni nani unayemsifu sasa hivi? Sisi hapa tumesikia Bwana. Lakini wewe unajua ni nani? Shetani. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Wakati naposema mimi ni mtu wa hasira sana, yaani mimi kweli nimeokoka lakini mimi ni mtu wa hasira, nani unamsifu? Mimi ni mtu wa tempa, nani unamsifu? Si ni huyo huyo. Kwa hiyo watu wasiomsifu Mungu, anatafuta mtu asiyemwabudu shetani, mtu asiyemsifu shetani, mtu asiyeshikamana na shetani. Huyu ndiye mtu Mungu anamtafuta. Glory to God. Na shetani hata kuja jidude hivi useme na huyu ndiye shetani. Haleluya. Ati jitu ili anielewe kusema hata ni shetani lenyewe hili. Lakini yale matendo unayofanya ndio atakuwa yanasema hayo matendo ni nani. Ukifanya vizuri umefanya matendo ya Mungu. Ukifanya vibaya nani yuko hapo? Glory to God. Amen. Nataka tuende kwenye kitabu cha Matthew 4:18-22. Mathayo 4:18. Matthew 4:18. Nasema, naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Mstari wa 19. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwa chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita, mara wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza walikuta katikati Yesu akitembea kando ya bahari ya Galilaya. Akakuta wandugu wawili, Petro na ndugu yake Andrea. Akawaita njoni. Na waliposikia ule mwito, nisikie vizuri, wakaacha nyavu zao wakamfuata Yesu. Hakuna mahali wanaenda na nyavu. Waliacha nyavu zao mahali walikuwa. Hawakujali watakuja kuziulizwa. Hawakujali mwenye kuwatuma atawaambiaje.
wakapanga na wakaenda. Leo tunavurutana na nyavu zetu makanisani. Glory be to God. Amen. Leo makanisani tunavurutana na nini? Na nyavu zetu. Maana yake yale tulikuwa tunafanya kule nje before hatuja kutana na Yesu, bado hata leo tuko makanisani tunayafanya. Lakini Yesu anatafuta nani atasimama katika zamu. Maana Yesu baada ya kuondolewa kwenda mbinguni, kunao watume ambao amewaacha, na mtume huyo ndiye anayetafutwa siku ya leo. Jina la Bwana litukuzwe. Mtume atakayechukua wadhifa huu wa kwenda kuhubiri injili na kutangaza ufalme wa Mungu, na mtu huyu ndiye Mungu anamtafuta. Amen. Lakini mtu huyu ni nani? Ni mtu aliyeacha yake yote. Haleluya. Amen. Mtu ambaye amekubali kuacha yote na kumfuata Kristo. Mtu ambaye haendi asingizii jirani mambo ya uongo. Mtu ambaye hamuonei ndugu yake. Mtu ambaye hachukii. Mtu ambaye anasema kweli kwa moyo wake wote. Glory be to God. Huyo ndiye mtu anatafuta. Leo hii tukisimama tuseme sasa tusimameni wa huduma. Wewe na mimi ni mhuduma katika nyumba hii. Sasa Bwana anatafuta, anaangalia, anatafuta mtu atakayesimama. Kuna nafasi inahitaji mtu, na huyo nafasi ni wewe unatafuta. Lakini je, huyo mtu anapatikana katika nyumba hii ya Bwana? Glory be to God. Mtu aliyeacha mambo yake yote. Mtu aliyeacha dhambi, wacha niite vizuri, mambo watu wataelewa mambo gani. Mtu aliyeacha dhambi, huyo ndiye mtu Bwana anamtafuta leo. Glory to God. Mtu ambaye hana manunguniko katika moyo wake. Mtu asiyelaumu wala kulaumika. Huyo ndiye Mungu anamtafuta ili amsimamishe sehemu. Jina la Bwana litukuzwe. Yule ambaye ameacha mambo yake yote, ameacha vitu vyake. Petro walipoamua nifuate, walikuwa wanavua, wanatupa jarife. Walilitupa na hata wao hawakujua nimeshika alijashika. Bora wamesikia sauti wakageuka. Wakafanya nini? Wakamfuata Yesu. Na Yesu akiendelea pamoja na hawa, akakutana na ndugu wengine na pamoja na baba yao. Nao wanaendelea kutengeneza nyavu tayari kwa ajili ya kuvua samaki. Kaona Yakobo na ndugu yake Yohana. Akamwambia nifuate. Yakobo nao wakaacha hizo vitu na baba yao. Naona baba yao sikia hii sauti. Lakini hakuja akasema Yakobo na Yohana nifuateni. Aliwaangalia wote pamoja na baba yao, anambia nifuateni. Waliosikia sauti ndio walifanya nini? Walimfuata. Glory to God. Tena sio kumfuata tu, waliacha hizo vitu, na yule ambaye hakusikia, si umwachie huyo mtu hicho kitu, ondoke wewe uende zako. Ondoka kwenye hicho kikao cha masengenyo, umtumikie Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Walikutwa pale wakitengeneza nyavu. Hakuna nyavu tunazijua. Ni nyavu za aina gani? Pengine walikuwa wanalewa. Glory to God. Pengine walikuwa katika usherati, chumba cha usherati. Nobody knows. Hallelujah. Lakini Biblia inasema kwamba walikutwa wakitengeneza nyavu. Nifuateni. Zebedayo akabaki wapi? Zebedayo hakuenda. Na wakakuja akasema na sauti kubwa, hakusikia. Alikaidi. Angalia naenda naye wewe kama ni mkaidi. Na alikuwa tayari kwenda. Alikuwa tayari kuachilia. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu anatafuta mtu ambaye amekubali kuachilia kwa ajili ya jina lake. Yesu akasema maneno haya, anayetuka kuwa wanafunzi wangu kweli ayakane yote. Amen. Amen. Wokovu si rahisi. Umeelewa? Wokovu upande mwingine ni kama hasara fulani. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Wokovu kuna nini? Hasara fulani ambayo haionekani. Kwa hiyo kuna mambo yanatakana uache, na hayo mambo ndio unakula. Glory to God. Hayo mambo ndio unafanya nini? Hata ni lazima uyaache. Pengine ufe njaa ama Bwana akurehemu. Lakini unatakana kufanya nini? Uache. Hasa pale Zebedayo kutaka kuacha samaki na nyavu zake, akabaki nayo. Kuna Zebedayo ndani ya nyumba. Haleluya. Zebedayo kwa ishara ya mkono ambaye yeye hawezi kuachilia, maana alikuwa anakula. Ukiokoka ni kwa Mungu tu.
Ukiokoka ulikuwa na tumungu twako, kuna kairizi kako ulipewa. Hako ni kabiashara, tembea nako mkobani. Sasa nitakaacha tena nikalipia pesa nyingi, nimekwambia wokovu ni gharama. Unilipia pesa nyingi ndio ukapata kala kairizi. Sasa kwa sababu wokovu nasema ni kuacha, hata leo utakaacha. Leo hujaacha. Sina maana jikudu. Amen. Hako kairizi wewe umeenda kairizi ukajua ni kale kakushona. Kuna kairizi kako kampango wa kando. Hako niko kairizi. Ndio. Amen. Kampango kako kakando niko na kulaga. Ukikata leo utakula nini? Na Yesu anasema nifuate. Haleluya. Yesu anasemaje? Yeye hataki kujua unakulaga wapi. Hataki kujua unakulaga nani. Lakini neno ni nini? Nifuate. Petro na Andrea wakaacha nyavu na ndio walikuwa wanakula pale kwenye nyavu. Leo hii nikikwambia wacha. Unaniambia pasta ni kweli. Lakini najua hapa sasa. Kwanza unajua huyu mtu ndiye ananiambianga neno. Usikasirike naongea tu. Jina la Bwana tukuze. Amen. Sasa pasta mimi nataka kuokoka. Na huyu mtu ndiye ananiambianga nyumba. Sasa mimi nikimwacha, nitaishi wapi? Huyu mtu ndiye ananilisha familia yangu. Nitamwacha niende wapi? Jamani, wacha. Ndio pia mtumwambie wacha. Haleluya. Kwanza huyu mtu amekuwa msaada kwa familia yangu. Sasa ukiniambia ni mwache. Muache. Ni mke wako. Ni mke wako. Ni bwana yako. Sasa jina la Bwana litukuzwe. Amen. Sasa mimi nirudi kimwacha wewe, sasa mimi nitakuaje? Muache ubaki na Yesu. Yesu ni really provider. Mu provider wa kweli. Aba mahali pamepungua yeye anasimama kwa pepo na anajaza. Glory to God. Amen. Lakini tukifanya mahesabu sasa pale ukiniambia, wengine wanafanya kazi ya magendo. Na unajua magendo ni wizi. Kwa hiyo unajua kama magendo ni wizi. Umeenda umetumwa. Wacha niongee na watu wanaofanya kazi nyumbani. I'm sorry. Haleluya. Niongee na watu wanaofanya kazi za nyumbani. Bosi amekupatia pesa kanunue maziwa 2-3. Umeenda pale mwenye duka amejua wewe ni mkastoma wa shua. Badala ya 60 anakupatia na 55. Hii dalo unapelekanga wapi? Hii dala unapeleka wapi? Manake sasa bosi amekupatia bei ya 60. Lakini umepata neema umepewa na 50. Ushamwambia bosi kwamba kuna neema nimepata. Si magendo. Si nyavu. Wacha. Au daiba nini? Haleluya. Amen. Ni pesa yako ndio useme ukuiba. Si umetumwa. Jina la Bwana litukuzwe. Weka hiyo si yako, mwambie bosi, mimi basi nimepewa change hii, nimepata neema, nimeuziwa 55. Amen. Amen. Yaani tunaingia kwa dhambi tu mdogo tu hivi. Yaani tunaingia dhambi hivi tu. Tukijibembeleza na kujipa matumaini. Wakati walioifanya hivyo kwa uaminifu wa Bwana. Yaani umetumwa lakini huku neema ikashuka na wewe usema, enda pima baba. Enda pima. Ni dhambi basi. Wacha hiyo ni nyavu. Haleluya. Yaani ukiokoka unaacha kila kitu na unaenda na Yesu. Magendo tunayafanya tukiwa tumeokoka. Kwani sisi tunafanyanga magendo? Unajua magendo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hiyo sasa. Mepewa bei. Neema imeshuka. Na hete nyingine, halafu vingine. Mtu amekuja amenunua amesahau. Asema sikumpokonya, fanya ujue. Bwana Yesu asifiwe. Pesa zinaingia kwa M-Pesa. Si zako zinaenda vingine zikaingia kwako. Umempokonya ama kumpokonya? Umemwibia moja mwibia. Kwa taarifa zako umemwibia. Maana
anatuma pesa, hujui ni mgonjwa yuko hospitali, hujui ni mtoto amefukuzwa shuleni, ametuma pesa. Uweze kumpigia brother, sister, kuna pesa imeingia hapa, maana inakuja na namba. Unawahi nasema sipozichukua kwa siku 3 na zitumie. Kwa mtu ambaye ameokoka na akakombolewa na akawacha nyavu, simu iko pale namba. Alo, habari nzuri, naona umenitumia pesa. Nimetuma kwa bahati kwa naeleza sisi sote wapi. Na wanasema asipozitoa kwanza na transfer kwa insurance. Yaani unaiba kanisani. Wangapi wamejaribu hivi? Yaani kwa uaminifu ambao wanataka kuenda mbinguni. Kwa mtu ambaye anaenda mbinguni, lakini hii si kwa watu wote. Ni kwa yule anasema pastor, I'm ready, I want to go. Kwa ishara ya ushayangia kitu kama hichi, ulirudisha. Huko ni picha tunatubu leo. Haleluya. Amen. Kwani nitaongoza kanisa ambalo hatuendi? Wangapi tunaenda mbinguni kwa ishara ya mkono? Amen. Haya, regesha. Wangapi tumeitwa na Yesu? Yesu ametuita kwa jina lake. Tuinue mikono wachanga na kakota inua hivi. Ndio. Sasa sisi tumeitwa na Yesu. Tuache nini? Nyavu. Hiyo si nyavu. Wewe utaenda shika mtu ngeta, manake waogopa Wakristo watakuona. Lakini imeingia kwa simu na ukaichukua ukaitransfer kwa insurance. Si ngeta hiyo. Wewe na yule ambaye anashika watu kule mabegi. Mlango wenu ni upi? Sasa uko hapa muda wote unapoteza hapo ukijua unaenda jehanamu. Siku moja mtu akanitumia pesa. Aliponitumia pesa na wakati huo nilikuwa zero. Kwa pocket sina. Hawa watoto ni wadogo. Sina hata chochote. Yaani sina. Unajua ile sina. Na niko na hawa kina Karanja ni wadogo. Hawa wajui hakuna wanataka. Lakini pesa zikaingia 1000 ngapi? 3 kwa simu yangu. Ukiangalia jina mwenyewe anajiita sample mzini wa mambo, yaani mbali. Zimeingia. Kasema mtego. Lakini mimi nimeokoka. Hebu nipigie makofi. Mimi nimeokoka. Wacha nishuhudie hapo niliokoka. Hata kama pengine nashindwa, lakini hiyo niliokoka. Nilichukua ile namba nikampigia. Hiyo pesa nilikuwa natumia kwa wiki yangu. Nyumbani. Nilikuwa na shida, nilikuwa kwa matibabu ile. Nikamwambia ndio sababu nimekupigia. Waweza kurudishia, nikamwambia yeye anaweza kurudisha. Na sina hata ile kwa hapo kwa simu ndio nikamwambia, lakini hii simu yangu haina pesa nyingine. Kwa hiyo nitakurudishia nitakao kama ndio ile ya kutuma. Sema ni sawa. Nikamrudishia yote. Nilipomrejeshia yote, akaniandikia ujumbe. Yaani dunia nzima hakuna mtu mwaminifu kama wewe Kristo akijuani. Amen. Akanitumia shilingi ngapi? 500. Akaniambia basi hiyo ni asante yangu, maana mtu mwingine angekula. Nimepata changu sijapata. Changu tena cha halali. Nikatuma na yeye akaona uzuri akafanya nini? Ningezila nafikiri ningepoteza ngapi? Na sio nyingi tu mpaka uzima wa milele. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Walipoipa waniachilia. Leo hatuachilii. Tunataka kuokoka na mizigo yetu. Elisha akasema siwezi kwenda na hii. Wacha nikamalizane. Akaenda kumalizana na akarudi akamfuata mtumishi wa Mungu. Aenda akamtumikia. Hawa Petro na Andrea nao wakaacha nyavu zao wakamfuata Yesu. Akaendelea kidogo, Yohana na Yakobo ndio hawa na baba yao. Akasema nifuateni. Zebedayo alifanya kusikia. Aliangalia samaki hapo kumwona Yesu. Ndio vitu vyote. Wengi tunaona pesa kumwona Yesu. Waweza kuamua tu kile kaja. Na Yesu akija sasa hiyo nazimangamanga. Utatubu sana. Usitake kupotea.